Kwa kipindi cha miaka minne cha uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania tumeendelea kupiga hatua katika maendeleo ya sayansi na ubunifu. Kwanza kabisa, zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 25.7 zimewekezwa katika utafiti, ubunifu na maendeleo ya teknolojia kupitia Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Mpaka sasa hivi ni takriban shilingi bilioni 10. 6 zimetoka, takriban 4 zitatoka muda mrefu kwa ajili ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, utafiti tu. Wizara tayari imeunda mwongozo kwa ajili ya kuwa na madawati ya sayansi kwenye halmashauri, kuwasaidia vijana wabunifu. Kwa mfano yule anatengeneza bunduki, ni kweli kuna hiyo sintofahamu kwa maana ya uelewa, lakini serikali siku moja huwa haizui ubunifu. Serikali jukumu lake kubwa ni kumlinda mwananchi. Hiyo ndio jukumu mama la serikali kikatiba, lazima ulindwe na serikali yako. Sasa mimi wanatolea mfano yule mbunifu wa helikopta kule Songwe. Serikali haikumzuia, lakini kumlinda mwananchi ilisema hebu tuangalie pia usalama wa mwananchi, kwamba helikopta ikiruka juu ikanasa kwenye nguzo ya umeme ikaangukia nyumba, taambia serikali haiko makini. Kwa hiyo sio kama inazuia, lakini inajaribu kuchukua tahadhari kwamba twende pamoja, pia tuende na wenzako walioko pembeni yako. Sasa huyu wa bunduki ni hivyo, maana ya kwamba serikali inaendelea kwa mazingira rafiki, mazingira wezeshi, kusudi huyu mbunifu anapopatikana ajue aende wapi, afanye kazi na nani. Kwa sababu ubunifu upo, lakini unabuni kwa ajili ya nini? Kutatua changamoto kwenye jamii. Ubunifu kusudi uweje? Hiyo jamii kuna mlaji ambaye aje kula ule nini matokeo ya ubunifu wako, si ndio? Kwa maana mnunuzi. Sasa unapotengeneza bunduki, mnunuzi nani? Tumeelewa kitu yangu? Jeshi la polisi na raia wengine wanaotumia bunduki. Lakini kabla ile raia kununua lazima apate vibali. Kwa hiyo huyu mtengenezaji wa bunduki hajazuiwa. Ila ni kwamba serikali inaogopa hiyo bunduki isije ikaenda kwenye mikono isiyo salama ikaja kuathiri wewe. Sasa bahati mbaya ni kwamba katika kujaribu kusema jamani tuende vizuri, inaonekana kwamba huyo kazuiwa akamatwa. Hapana. Of course akifikiwa ni kwamba je, kama shatangazo unatengeneza ngapi, muguzia nani? Kusudi tujue kama serikali tuweze kuona kwamba ziko mikono salama. Kwa hiyo nikiri kwamba ndio kuna siku moja kuna kijana ameshawahi kunifikia kwa maana ya kwamba tumuunganishe na nyumbu, kwa sababu anatamani, anapenda kutengeneza bunduki. Kwa hiyo shida ilikuwa niyo kwa maana ya kwamba mbuni kama huyu aende wapi? Lakini vinginevyo nani kwa awazuiwe? Hapana. Kwa hiyo ni mazingira yawe wazi, mazuri, kusudi ajue kwamba akibuni nani mnunuzi wake, nani anaangalia viwango na vitu kama hivyo, lakini haizui. Kwa hiyo bado natoa wito, akipatikana waje COSTECH au mwandishi kujua yuko sehemu fulani, tutamfikia. Kwa mfano ile kama nimesema helicopter, COSTECH tunamfuata kule Songwe. Alipotangaza tunaonesha habari, tunamfuata kule. Tukamsaidia, sasa hivi ana bunifu nzuri sana ambazo anasaidia jamii ya wakulima.